Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwanadada Niffer, mfanyabiashara maarufu. Kesi hii huaga hukumu yake mara nyingi wanasema ni kunyongwa, kwa sababu ni moja kati ya kesi mbaya sana. Ni kesi ambayo mwanasheria mmoja ameweza kufanua kwamba ni kesi ambayo mtu kama umeweza kuzuia serikali inafanya uchaguzi wa kumchagua rais, aidha serikali inapambana na kikundi cha magaidi na wewe ukaweza kukisaidia ama ukasaidia jambo lolote kuharibu amani katika nchi. Hebu niambie nini maoni yako kwenye comment. Ni moja kati ya kesi ngumu sana, na ni kesi ambayo kama unavyoona mwanasiasa Tundu Lissu vile vile anashtakiwa kwa kesi hiyo, na ukiangalia kile kilichotokea hapa nchini tarehe 29 Oktoba ndio kinasemekana kama ni uhaini, kwa sababu serikali pale wanapoendelea na jambo lao, wewe unapoweza kulikatisha unaweza kukumbana na kesi kama hizi. Na kesi kama hizi bwana, mahakamani ni swala la kusubiria mpaka uweze kuhukumiwa, ndipo pale unaweza ukapata msamaha wa rais. Maana inaonekana hata Rais Magufuli aliweza kuwatoa watu kadhaa kwa msamaha kwa kesi kama hii, lakini walikuwa tayari wameshatumikia kifungo kwa muda, ndipo walipokuja kuwatoa. Na leo hii imeonekana kuna video mbalimbali ambayo ilikuwa na trendi kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha mama yake na Niffer ambaye alikuwa anamuomba Mheshimiwa Rais Samia Hassan Suluhu ili aweze kumsaidia mwanae na kumfanyia wepesi aweze kuachiwa kwa kesi ambayo inamkabili. Sasa watu wengi wanadhani kwamba kesi kama hizi unaweza ukazungumza na rais tu akaweza akatoa msamaha na ndipo ukaachiliwa mahakamani. Hapana, haiko hivyo, kwa sababu mahakama siku zote haiingiliwi na mtu yoyote. Hata rais mwenyewe huwa anakaa pembeni kuiacha mahakama ifanye kazi yake, na kisha baada ya mahakama kumaliza kufanya kazi yake ndipo anakuja sasa yeye kuweza kukupa msaada kwa msamaha na unaweza ukatoka nje. Na kesi kama hizi mara nyingi huwa zinafungiwa dhamana. Dhamana huwezi kupata kwa sababu wanahisi unaweza ukatoroka, au wale ambao wamesababisha wewe kupata dhamana wakakusaidia kutoroka nje ya nchi na ikawa ni ngumu kukamilisha upelelezi. Hebu niambie nini maoni yako kwenye comment.